Mungu alinisemesha juzi, unaposikia dhambi ni kiumbe kama wewe na mimi tulivyo, ila hicho kiumbe kina maarifa kuliko wewe, kuliko mimi, ambaye Biblia inaita joka la zamani, Ibilisi na Shetani. Ukisoma Ufunuo, huyo ndio dhambi mwenyewe. Amen. Nikupatie tafsiri nyingine. Dhambi humkamata mtu kwenye maeneo anayoyapenda, kwa sababu dhambi ina akili, ina maarifa, ina utashi na ina uwezo mkubwa kuliko mwanadamu. Sasa ina uwezo wa kutengeneza mitego. Mitego ya dhambi ipo kwenye engo, ipo kwenye kona ya pale ambapo mwanadamu anapendelea. Kile mwanadamu anachopendelea ndio mtego wa dhambi unakwenda kuegeshwa hapo. Bwana asifiwe. Tunaelewana watumishi? Bwana asifiwe. Ukiona mtu amekamatwa na dhambi, kwanza alisemeshwa na hicho kiumbe. Baada ya kusemeshwa na hicho kiumbe, huyo mtu akakubaliana na sera ya hiyo kiumbe. Alivyokubaliana, akafanya mapenzi ya hiyo kiumbe. Ndio maana tumesoma Warumi 6:12, dhambi sitawale miili yenu inayepatikana na mauti. Bwana asifiwe. Yani asili ya dhambi, yani mamake dhambi mauti, akamzaa huyo dhambi. Ndio maana Yesu atakavyokuja atamkamata mauti na kuzimu. Bwana asifiwe. Inayepatikana na mauti. Bwana asifiwe. Mtu anapoweza kumilikiwa na huyo kiumbe, dakika hiyo amekuwa registered kwenye mauti. Anapomilikiwa na huyo kiumbe dhambi, dakika hiyo ameorozeshwa miongoni mwa wale wafu. Bwana asifiwe. Utanielewa tu. Sasa hiyo dhambi ikiingia kwa mtu inafanya kazi gani? Pengine hujaelewa, unasema tu usifanye dhambi, usifanye dhambi, usifanye dhambi. Sasa tunataka tuangalie dhambi ikimkamata mtu inaenda kuharibu vitu gani. Leo utajipata alafu utaelewa umechelewesha wapi miujiza yako. Kwa nini tumepiga maombi sana, tumeomba, tumefunga sana, mambo hayatokei? Kwa nini umelia sana, umehudhuria sana makanisani, pigana kweli kweli, lakini mambo hayatokei? Ulishawahi kujiuliza kwa nini? Leo utapata majibu. Amen. Dhambi ikiingia kwa mtu, ikimkamata mtu, inaleta madhara gani? Namba moja, dhambi ikimkamata mtu, kazi yake ya kwanza ni kuzuia na kupambana na mipango ya Mungu isitimie kwa huyo mwanadamu. Kusudi la dhambi kuletwa kuja kudhibiti mipango ya Mungu isitimie kwa mtu, kwa Mungu. Hiyo tunaita hatima. Ile kitu ambacho Mungu alichokuumbia nacho uweze kuwa yule ambaye mbingu inataka uwe, hicho kitu dhambi kiachiliwa kwa mtu, ikimkamata mtu, cha kwanza inakwenda kupambana na hiyo kitu, inaitwa hatima. Inakwenda kupambana na kuzuia mipango yote ya Mungu aliyoipanga huyo mtu aweze kuishi na kuifikia.
inakwenda kuwekewa ukuta, alafu huyo mtu haonekani kwenye ramani ya Mungu. Hiyo namba moja, kazi ya dhambi. Amen. Kwenda kupambana na kuzuia kusudi la wewe kuumbwa, kusudi la wewe kuitwa, kusudi la wewe kuokolewa, kusudi la wewe kuletwa duniani. Kazi ya dhambi kupambana na kudhibiti kila ratiba ya Mungu aliyonayo kwenye maisha ya mtu, kwa sababu ni kiumbe kina akili. Nisomee Wagalatia. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 17. 5:17. Na Nasema, sikia hii, kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho, kwa sababu mwili hutamani na kushindana na roho, na roho kushindana na mwili, na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, kwa maana hizi mbili zimepingana, hata hamwezi kufanya myatakayo, hata hamuwezi kuyafanya myatakayo. Asante. Kuna aina fulani ya maisha umetamani sana uweze kuyapata. Kuna aina ya maisha unatamani ungekuwa wewe unaishi maisha haya. Bwana asifiwe. Lakini hapa nasema kwa kuwa dhambi imeingia kwa mtu, sasa inaenda kupambana na roho ya mtu. Hakuna kumtukuza Mungu, hakuna kufanya mapenzi ya Mungu, hakuna kufanya yale ambayo yatakayoweza kumpatia sifa Mungu. Sasa ile dhambi, kwa sababu katika Warumi ile 6:12 anasema msiruhusu dhambi ikatawala miili yenu. Sasa tayari dhambi imeingia, imekamata mwili wako. Baada ya kukamata mwili wako, ile dhambi inaenda kupambana na roho. Hakuna kumtukuza Mungu, hakuna kufanya mapenzi ya Mungu. Sasa inapoweza kushindana, mashindano hayo yanapofanyika ndani kati ya nafsi yako na mwili wako, kinachotokea wewe, kila unachoomba kwa Mungu, kila unachotaka Mungu akutendee, hakiwezi kukufikia kwa sababu kuna ukuta. Mwafaka haujatokea. Bwana asifiwe. Mwafaka unapatikana pale mtu dhambi inapokufa, inapopoteza uelekeo, kwa sababu roho sasa inaungana na nafsi, inawasiliana na mbingu. Sasa kama roho haijaungana na nafsi, mawasiliano yamekatika baina ya huyo mtu na mbingu, dakika hiyo huyo mtu sasa yupo kwenye mwili. Kama yupo kwenye mwili, anavutwa, roho yake inavutwa kwenye mwili. Yaani unakaa unatamani kufanya anasa, unakaa unasema mimi sisali, mimi siombi, unakaa unasema mimi sifungi, unakaa. Hiyo inayekusimulia ni mapambano, kwa sababu mwili wako unatawaliwa na dhambi, kwa sababu ni kiumbe na kina akili kuliko sisi watu. Hapo ndipo maaskofu wamekwama, wainjilisti wamekwama, wachungaji wamekwama, washirika wamekwama, kwa sababu hawajajua wanapambana na nini, kitu gani kinachosababisha yale wanayoyataka yasitokee, kwa sababu mwili umekamatwa na dhambi. Warumi 6:12 nasema mwili yenu isiruhusiwe kukamatwa, kutawaliwa na dhambi. Unaanza kupata majibu Namba 2, kazi ya dhambi. Na kazi 3 hapo nimepewa. Namba 2, kazi ya dhambi ikisha kamata mwili wa mtu, kufuta na kuondoa neema ya Mungu ndani ya mtu. Kazi ya pili ya dhambi ikikamata mwili wa mtu, inakwenda kushughulikia pale ambapo neema, kiwango cha neema kilichoachiliwa kwa wewe, inakwenda kufuta. Kama haitafuta, inakwenda kuishika au kuipunguza ile neema, kwa sababu unaposikia neema, neema ni ile uwezo wa kimungu unaosababisha mambo ya kimungu yamfikie mtu.
umebarikiwa, huwezi ukaona muujiza wowote kwenye maisha yako kama una neema. Neema ni chombo kinachovuta vitu vya kimungu zinazohusiana na maisha ya huyo mtu. Nikitendea kazi cha kuvutia vile vitu ambavyo vinatakiwa vimfikie John. John anafikiwa na miujiza yake kupitia chombo kinachosafirisha ile miujiza, kinaitwa neema. Na hiyo neema ndiyo inayetoa maelekezo kwa John, inayetoa maelekezo kwa Juma afanye nini ili kile anachokitaka kimfikie. Sasa dhambi kikamata mwili, kinachofanyika kwenda kushindana na ile neema, aidha ifutwe kabisa. Ikifutwa ile neema, huyo mtu anapotea kwenye ramani ya Mungu. Haki zake zote alizoumbiwa nazo hazimfikii hadi anakata roho, kwa sababu kitu kinachofanya huyo mtu akutana muujiza wake ni hiyo neema. Hiyo ni madhara namba 2. Dhambi ikitawala kwenye mwili, kitu gani kinachotokea? Ni kupambana na neema, na ikiwezekana hiyo neema ifutwe kabisa. Hebu nisomee Tito sura ya 2 mstari wa 11. Nasikia watu wanasema, jamani, tunaishi kwa neema. Mtu mwingine hata hajui neema nini. Anasema tunaishi kwa neema. Unajua neema ni nini? Neema ni chombo cha kusafirishia miujiza ya kimungu kumfikia mwanadamu. Nisomee Tito 2:11. Nasema, maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Asante. Maana neema ya Mungu iwaokoae wanadamu na dhambi. Kumbe dhambi inakimbia kama neema iko ndani ya mtu. Kama kaneema kadogo unakamatwa na dhambi, kama neema ni kubwa, dhambi inakimbia. Maana neema ya Mungu iwaokoae wanadamu na dhambi zao imefunuliwa, na hiyo neema